Hali gani mwanamichezo, hujambo na karibu katika taarifa za kimichezo ambazo tunaendelea kuzifuatilia na kuweza kukusogezea mezani kwako kukujuza ni kipi cha kimichezo ambacho kimeweza kujiri. Tukuombe wewe mwanamichezo ambaye umejiunga nasi, ikiwa ni kwa mara yako ya kwanza, kuweza kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, na ukifanya hivyo utakuwa tayari umejiunga na familia ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Bwana, leo tumekusogezea kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ambacho kitaweza kuchuana na klabu ya soka ya Young Africans katika dabi ya Kariakoo itakayopigwa huko visiwani Zanzibar. Na sisi tumekuja mezani kwako kuweza kukujuza kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ambacho kitaanza chini ya kocha Steven Becker. Nasi tunakuletea na kukusogezea kikosi hicho kama ifuatavyo. Nambari 1 hatasimama kipa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi aliyesajiliwa hivi karibuni kuweza kuitumikia klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi, Jibrila Kasari, ambaye amepiga mwingi kweli kweli na kuweza kuonyesha kiwango kizuri ndani ya klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi. Kwa hivi sasa makipa wa ligi kuu soka Tanzania bara huweze kupita bila kumtaja kipa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Jibrila Kasari aliyesajiliwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi katika dirisha dogo la usajili. Na nambari 2 atasimama Shomari Kapombe, beki aliyetumikia klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi kwa muda mrefu zaidi na zaidi ya miaka 8 akitumikia klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi pamoja na kushinda mataji mbalimbali. Wengi tunafahamu uwezo wa Shomari Kapombe katika nafasi ya ulinzi, beki nambari 2, na ndiye mtu atakayesimama na ameendelea kuaminiwa na kocha Steve Becker kuitumikia klabu ya Wekundu wa Msimbazi katika nafasi ya namba 2, na tumeweza kushuhudia hivi karibuni hakuna beki aliyempita Shomari Kapombe kwenye nafasi hiyo. Nambari 3 atasimama Nixon Kibabage, mchezaji aliyopiga iwapo vilabu mbalimbali hapa nchini Tanzania ikiwemo klabu ya soka ya Young Africans, ambapo klabu ya Wekundu wa Msimbazi waliweza kuvutiwa na huduma ya mchezaji huyo na kupelekea vinara wa usajili hawa nchini Tanzania, klabu ya Wekundu wa Msimbazi kuweza kuanza taratibu za kuweza kufanikisha usajili wa mchezaji huyo, na hatimaye ni mchezaji aliyesajiliwa dirisha dogo na klabu ya Wekundu wa Msimbazi ambaye anaendelea kuaminiwa na kocha Steven Becker. Nambari 4 atasimama Ismail Toure, ikiwa ni ingizo jipya katika klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi aliyepita vilabu mbalimbali katika bara la Afrika ikiwemo Stellenbosch ya huko nchini Afrika Kusini, ambapo klabu ya Wekundu wa Msimbazi waliweza kufurahishwa na huduma ya mchezaji huyo kupelekea kunasa saini yake katika maboresho ya kikosi ndani ya klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi. Ni wazi kwamba tumeshuhudia uwezo wa mchezaji huyo Ismail Toure ukiwa ni mzuri katika mechi za hivi karibuni, na huyo ndio nambari 4 Nambari 5 atasimama Rushan Deriuk, miongoni mwa wachezaji walioweza kuonyesha kiwango bora zaidi katika ligi kuu soka Tanzania bara kutokana na uwezo ambao ameweza kuonyesha kwa mechi za hivi karibuni tangia ameweza kusajiliwa na klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi. Rushan Deriuk akiwa amepita iwapo vilabu mbalimbali barani Afrika ikiwepo klabu ya soka ya Stellenbosch, na huyo ndio beki nambari 5 atakayesimama katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kuhakikisha kwamba wanaweza kulinda matokeo ya klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi. Nambari 6 atasimama Yusuf Kagoma, miongoni mwa wakata umeme adimu kuwahi kutokea katika ligi kuu soka Tanzania bara. Kijana mzao huyu aliyepita iwapo klabu ya soka ya Singida Big Stars ni miongoni mwa wachezaji muhimu na tegemeo katika klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi ili kuhakikisha kwamba anawazuia wapinzani na hakuna kufurukuta. Wengi wetu tunamfahamu Yusuf Kagoma na tumeweza kumshuhudia katika michezo mbalimbali ya ligi kuu soka Tanzania bara katika staili yake ya kuweza kukaba na kuweza kuzuia mashambulizi. Na nambari 8 atasimama
Enos Loemba miongoni mwa sajili mpya ndani ya klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi katika dirisha dogo la usajili mwaka 2025 2026. Tumeweza kushuhudia uwezo wake uwanjani. Ni miongoni mwa wachezaji ambao tunaweza kusema kwamba klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi imeweza kupiga mwingi kweli kweli, pacha ya Enos Loemba pamoja na Yusuf Kagoma, ikiwa ni miongoni mwa pacha nzuri kuwa na link up nzuri katika ligi kuu soka Tanzania bara na klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi. Na nambari 7 atasimama Libase Gueye akiwa ni winga wa kulia kuweza kupeleka mashambulizi katika timu pinzani. Hili ni ingizo jipya ndani ya klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, pia aliyesajiliwa katika dirisha dogo la usajili 2025-2026. Ni miongoni mwa mchezaji aliyeweza kuonyesha uwezo wake katika mechi za hivi karibuni na kuweza kupendwa na mashabiki wengi wa klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi kutokana na uwezo wake ambaye ameuonyesha uwanjani na kuaminiwa na kocha wa klabu hiyo. Na winga wa kushoto atasimama Anseti Oura ama kipenzi cha wanasimba kwa hivi sasa. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye ameupiga mwingi kweli kweli katika mechi za hivi karibuni na kuweza kuonyesha uwezo mkubwa, huku baadhi ya mechi mchezaji huyu akisaidia klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi kuweza kuibuka na ushindi pamoja na kuweza kutoa changamoto kwa timu pinzani. Huyo ndio Anseti Oura, ikiwa ni ingizo jipya pia katika klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi aliyesajiliwa dirisha dogo la usajili 2025-2026. Nambari 10 atasimama Clatous Chota Chama ama Mwamba wa Lusaka. Ni miongoni mwa mchezaji mwenye akili sana katika nafasi hiyo, akicheza kama kiungo mshambuliaji ama nambari 10. Clatous Chota Chama ni miongoni mwa wachezaji waliofanya makubwa ndani ya klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, huku ikiwemo kuweza kufika robo finali za klabu bingwa barani Afrika zaidi ya mara 4 akiwa na klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi. Ndio mchezaji ambaye amerudishwa kuweza kuongeza nguvu katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi, akiwa pia ni kipenzi cha wana Msimbazi. Na nambari 9 itaweza kukamilishwa na Jonathan Soa Simba Mweusi, ambapo kwa hivi karibuni tumeshuhudia sakata lake pamoja na klabu wekundu wa Msimbazi, huku akishutumiwa kuwa na utovu wa nidhamu ama sintofahamu dhidi ya kocha wa klabu hiyo Steve Barker. Na huyu ndio nambari 9 atakayeweza kusimama katika mchezo wa tarehe 1 siku ya Jumapili, da Young Africans akimkaribisha mwekundu wa Msimbazi katika uwanja wa Abed Amani huko visiwani Zanzibar. Bwana, hicho ndicho kikosi cha wekundu wa Msimbazi ambacho kitamkaribisha da Young Africans katika dabi ya Kariakoo. Wewe kama mtazamaji unaonaje kikosi hicho? Usisahau kusubscribe na kuweza kutuachia maoni yako hapo chini sehemu ya comment. Asante.